Tunamshukuru Mungu. Kwa majina naitwa Mtume Kefa Ernest Faraja wa madhabahu Yesu ni Bwana Mwokozi wa mataifa yote, ilikopo hapa Nachingwea mjini, mkoa wa Lindi, kusini mwa Tanzania. Namshukuru Mungu kwa ajili ya yote, kwa vile Mungu ameniwezesha nikatoka nilikotoka, lakini nikafika kwa hatua zingine, na hata kufikia sasa nimepita katika utumishi, nikapita katika uchungaji, lakini sitoshe nikapita katika nafasi hizo zote, na hata sasa naitwa Mtume Kefa Ernest Faraja. Namshukuru Mungu. Mimi ni mwenyeji huko kusini Nachingwea. Nimeishi tu hapa kwa muda na miaka mingi, lakini pia katika mwendo wangu nimepita katika kanisa nililopita nalo la Kianglican, nikajiunga na kikundi cha uamsho wa kiroho Nachingwea mjini mnamo miaka ile ya 2003 mpaka 2006 na 7 hivi. Baada ya kufika na 7 nikasimama kidogo, nikaanza kujihusisha na mambo mengine, hususan hivyo kama nilipopita unasema bodaboda. Nilifanya sana bodaboda wakati tulikuwa naanza 2006 2007 hiyo, lakini baada ya 2007 kwenda mbele ikawa nimo ndani yake, niko bodaboda, nimejifunza useremala na mambo mengine, lakini pia nikajifunza kidogo na mambo mengine, hususani swala la ualimu wa muda mfupi. Ilikuwa 2005 kwa ndani yake 2005 na 6 nikaenda nikakaa sehemu nikafundisha somewhere panaitwa kata ya Mkoka nikakaa kule 2006 nikakaa shuleni nikafundisha kijiji kimoja. Nikakaa kwa muda nikamaliza. Nilipomaliza nikarudi tena, nilivyorudi nikaendelea, nilivyoendelea nikawa na bodaboda. Nikawa ni mtu ambaye anachanganya, niko na seremala, niko na ualimu, niko na bodaboda. Baada ya hapo nilifikia mwaka 2019 nikajikita kwenye uchimbaji mdogo wa madini. Nikaenda sehemu moja Lindi vijijini huko, nikaenda nikafanya ile shughuli yangu, kushirikiana na baadhi ya watu, mzee mmoja anaitwa Samueli Bunyika, tumefanya na nikapata faida kidogo. Lakini kwa nini ilikuwa 2003 mpaka 2007 nikaanza nikasimama? Kwa sababu ya baadhi ya mambo ambayo niliyaona hayako sawa katika madhabahu, na nikaona kwamba pana shida. Yaani katika Ukristo ukisoma kwenye Biblia na yanayotendeka ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo nikaona ngoja nisimame. Nikasimama hata kufanya huduma nikaacha, ingawa ndani ya huduma yangu kulikuwa na vitu nilivifanya vinavyoonekana vina alama mpaka leo, wakati niko katika uamsho wa kiroho wa kanisa la Kianglican. Baada ya hapo tukafanya kule uchimbaji mdogo, na tukafanikiwa kusafirisha. Tumesafirisha hatimaye kuonja kidogo, kushika milioni kadhaa hivi chache za kwangu nimezionjea huko nje, wakati niko hapa na bodaboda, fundi seremala na vitu vingine. Kwa hiyo Mungu akafanya njia nyingine. Baada ya kutoka pale kule Lindi vijijini, nikatoka nikaenda Tunduru sehemu moja panaitwa Nakapanya, kaingia kwa ndani sehemu moja inaitwa na Mwanona, nikawa nafanya shughuli zangu pale za utafiti wa madini, utafiti wa viwanja vya madini, kwa sababu ndio kazi yangu kubwa sana. Natafuta wawekezaji, tunafanya. Baada ya kutafiti nikagundua baadhi ya maeneo, lakini nikatulia kwanza, kwa sababu sikumpata mtu ambaye niliona ni vyema naweza nikashirikiana naye. Kwa hiyo baada ya kutulia kwa muda,
ndipo yakanijia tena maono, yani ujumbe tena wa kimungu, namna gani nirudi kwenye huduma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikarudi kwa staili kama hiyo ya Mungu kunipa baadhi ya mafunuo, na mimi nikarudi tena katika huduma na kuanza kukusanya watu. Awali kule na Kapanya, sehemu moja inaitwa Mwanona. Ndiyo hivyo. Namshukuru Mungu kwa sababu kilichosababisha niache mara ya kwanza, baada ya kuigundua madhabahu ni Bwana Mwokozi wa mataifa yote, ndio nimekutana sasa na ujumbe, lakini nikakutana pia na matukio ya wazi wazi. Yale yaliyoshindikana kule, hapa sasa yanawezekana. Ndipo nilipopata jeuri, nilipopata kiburi cha kusema mimi kwenye hii madhabahu sitatoka, mimi kwenye hii madhabahu nitadumu, nitaishi, mimi kwenye hii madhabahu nitaing'ang'ania. Na mwanzo nilikuwa na ng'ang'ana tu madhabahu ije, hata kama na mtumishi mwingine, ili kusudi wana wa kusini wakombolewe, ikiwezekana Tanzania, hata nje ya Tanzania, kwa sababu kusini kama kusini, najua jinsi tulivyo. Hajawahi kutokea mtumishi akakaa akapambania kusini. Tumekaa na vifungo vingi, mateso ni mengi, mambo mabaya ni mengi, laana ni nyingi, hata imefika hatua tunaonekana watu wa kusini ile tuna hali ya kuchafuliwa. Hata sehemu kusini wanakulana wenyewe kwa wenyewe, kusini sio wastaarabu, kusini sio hivi, kutokana na vitu ambavyo vilikuwa vinaendelea havikunihamasisha. Sasa basi nilijua ujaji wa hii madhabahu kusini italeta suruhu za watu wengi, kwa sababu napafahamu kusini. Huwezi kunidanganya kuhusu Masasi, huwezi kunidanganya kuhusu Ruangwa au Liwale au Newala, Mtwara, Lindi na Mtwara na Ruvuma, unidanganyi Tunduru. Ninakaa na mjua mote. Kwa hiyo haya maeneo nayatambua vizuri, kila kote najua. Tafsiri yake ni tuna vifungo vingi ambavyo havinaga suruhu, yaliyobaki ni tofauti. Sasa malengo yangu mimi, hii madhabahu ije, lakini wakati nang'ang'ana madhabahu ije, nikipambania ije, na sio siri, tangia 2016 mpaka 2022 nilipopitishwa kuwa mchungaji, ina maana ndani ya miaka 6 napambana hii madhabahu ije kusini, hatimaye ikafika nikapitishwa kuwa mchungaji. Malengo yangu, kutokana na swali lako uliokuwa umeniuliza, malengo yangu mimi makubwa, kumtumikia Mungu, kumfuata Mungu, kumsikiliza Mungu, na watoto na wana wa kusini wapate kufunguliwa zaidi, kwa sababu wako walioshikiliwa kwenye vifungo mbalimbali na majibu hakuna. Yaliyobakia katika madhabahu tunakwenda kwa mazoea tu, tunakwenda kwenye makanisa kwa kufuata tu taratibu zenyewe. Yawezekana baba yako alizaliwa humo na wewe umezaliwa humo, ndugu zako wamezaliwa humo. Kwa hiyo tuondoka kwa sababu ukoo, jamii iko humo, na wao utakwenda humo, badala ya kwenda vile Mungu anavyosema na neno lake. Kwa hiyo utaondoka tu kwamba baba yangu yuko humo, mama yangu yuko humo, lakini sio kwa kufuata Mungu, Mungu aweze kukusaidia. Kwa hiyo malengo yangu mimi, watu wafunguke, wafunguliwe na watoke katika vifungo mbalimbali vilivyowashikilia, na waje kumuona Mungu hata siku ile ya mwisho. Namshukuru Mungu sana. Kuna vitu vya kimsingi ambavyo vinajitokeza, vinatendeka, vinafanyika kwenye madhabahu, sijawahi viona sehemu. Kwa hiyo sio najisifia mimi, ila namshukuru sana Mungu ambaye anaitumia madhabahu na kumtumia mtume na nabii Hebroni kuwa ndio kielelezo na huduma njema katika ulimwengu wote. Kwa hiyo mimi kama mimi binafsi napenda sana kumshukuru sana kwa yeye, kwa kusikia na kutii. Shida makanisa mengi hawatii, yaani maagizo ya Mungu hawatii, hawasikilizi, baada anakuja inaingia tamaa, na ndio maana unakuja kukuta hakuna kabisa matokeo ndani ya kanisa, hakuna matokeo kabisa ndani ya ibada, hakuna matokeo kabisa ndani ya waumini wa Kristo. Zaidi ya yote kuona tu mateso, mapito mabaya, kuona kabisa majaribu yasiyokoma, hakuna mlango wa kutokea. Kwa mimi ukiniuliza hilo swali, namshukuru Mungu sana, nimeona mafanikio, kwa sababu katika huduma yangu ya miaka hii 3 inaenda 4 sasa, baada ya kuwa mchungaji
na hatimaye nimefika sasa kuitwa mtume. Tafsiri yake, waliofanikiwa ni wengi, waliokuwa hawana watoto wamepata watoto ni wengi, waliokuwa na magonjwa ya moyo wamepona wengi, vifua wengi, ambao walikuwa na asthma, hizi nasema vifua, asthma na magonjwa mengine yanafanana na miguu, wengine hawatembei wametembea. Kwa hiyo ukizungumza mafanikio, naona kabisa mafanikio, na tumefanikiwa kwa asilimia kubwa. Yesu analitumia kweli, ili kanisa la Yesu ni Bwana Mwokozi wa mataifa yote. Namshukuru sana Mungu kwa hilo, sio kwa ajili ya mimi tu, kwa ajili ya kazi yake mwenye Mungu anayoifanya kwa kusini. Mimi namshukuru Mungu sana. Anapenda sana kuwaasa na kuwasi watu waondoe. Anasema Mungu anasema ondoa mawe, usiweke uzito, usiweke ugumu. Lakini pia hata kama kuna sintofahamu zozote, wajaribu kuzifuatilia kwanza, wasiwe wepesi wa kuchukua wakachelewa kupokea, wakachelewa kufanikiwa. Inawakaribisha sana watu wamfuate Mungu ambaye ni amini na kweli, anayejibu kupitia maandiko yake. Waache tu maneno mengi na kufuata madhabahu ambazo zimekaa katika msingi tu wa janja, kwa sababu msingi wa madhabahu yetu sisi hauna michango. Msingi wa madhabahu yetu sisi hakuna harambee. Msingi wa madhabahu yetu sisi hakuna sadaka, sadaka za kutengenezwa makapu mengi ya uongo. Sadaka kwetu sisi, kapu la sadaka ni moja, na Mungu amesema amepata bure, toeni bure. Vile nafanya mimi, nafungua watu wengi wanafunguliwa, watu wengi wamepona na wanaendelea kupona kadri kila siku. Na ndio maana tulivyoanza, kama ulivyoniuliza swali lako, idadi ya waumini na jinsi ilivyokuwa, tulianza na waumini wasiozidi 30. 2022 hawakuzidi hiyo idadi. Nakumbuka tuliobatiza 2022 ilikuwa 29. Tulibatiza siku moja watu 29. Lakini 23 tukabatiza watu zaidi ya 120. Kama 129 hivi kwa awamu mbili. Na 24 vile vile tukabatiza hao watu zaidi ya 130 kwa mwaka mzima kwa awamu mbili. 2025 tukabatiza watu 83. 2026 kwa awamu ya kwanza mwezi wa pili tumebatiza watu 83, na sasa bado wako watu wengine zaidi ya 60 wanaenda 70 wanasubiri ubatizo. Kwa nini wako watu wengi namna hiyo? Kwa nini wako watu wengi namna hiyo? Wako kwa sababu wameyaona matunda na matendo ya Mungu yanayotendeka sasa hivi, ambapo makanisa mengi hakuna. Wao wamekaa janja ya sadaka tu, janja tu ya vitu kama hivyo. Kwa hiyo kama hakuna, hayaonekani, watu wanatafuta sehemu ambapo yanaonekana, tena bila buguza, bila masharti magumu. Kwa hiyo ujumbe wangu mimi jioni ya leo na siku zote, Mungu aseme na nyie, aseme na wasikilizaji wote, watazamaji wote, kwa ajili ya kuwasaidia na kuwainua. Mkimbilieni Mungu, Mungu yupo. Haijalishi janja zinazotendeka katika madhabahu nyingine nyingi, lakini hapa Yesu yupo kwa ajili ya kuwasaidia watu. Tena ni bure, hatutozi fedha ya aina yoyote. Kama una sadaka inatosha, lakini hakuna chango hizi michango ya ajabu ambayo iko. Kwa hiyo sina mengi ya kusema zaidi ya kumshukuru Mungu, lakini kuwakaribisha wote, kwa sababu Yesu yupo. Yesu anawapenda na anawafungua watu bure bila gharama yoyote. Sasa watu wameacha kwenda Dar es Salaam, wengi wa kusini wanakimbilia Nachingwea kwa ajili ya kupokea uponyaji.